Wow, ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Davia TV. Baada ya somo letu zuri la kwanza la ujifunzaji wa mtoto na kuletea somo jingine ambalo leo tutaangazia makundi makuu manne ya watoto katika ujifunzaji. Kundi la kwanza ni kundi la watoto wenye vipaji vya pekee. Mara nyingi tunasema magenius kwa Kiingereza, lakini wengine wamesema talented, wengine wamesema majina mengine. Wazazi wengine wanaenda mbali, wanasema hizi ni kompyuta zetu, lakini mtoto ana uwezo mkubwa kuliko kompyuta. Kundi jingine tutakaloenda kuangazia ni kundi la watoto wenye uelewa wa kawaida. Wao katika kujifunza kwao wako normal kabisa, hawaendi sana wala hawachelewi sana. Kwa hiyo wanajifunza kwa njia ambazo ni za kawaida kabisa, ambazo tumezoea shuleni kwetu, na hilo sitalizungumzia sana. Grupu jingine ni grupu la watoto wenye uelewa mdogo au uelewa wa chini. Majina mengine ambayo sio mazuri wamesema masorenas, lakini mimi sipendagi kutumia hilo jina, maana naamini hakuna mtoto ambaye ni sorena, na katika walimu wangu huwa napenda kuzungumza hivyo, na nikikutana na mtu kama huyo mimi huwa napenda, kwa sababu ni type zangu, huwa nawasaidia na wanabadilika kwa wakati kabisa. Grupu jingine la mwisho la 4 ni grupu ambalo ni wa watoto wenye mahitaji maalum. Hawa anazungumzia wale wenye matatizo ya kusikia, wengine wanasema viziwi, wenye matatizo ya kuona, walemavu wa aina mbalimbali, na wale wenye utindio wa mbongo. Na wenyewe katika masomo yetu yajayo tutawazungumzia kwa undani namna gani tunaweza tukawasaidia. Lakini leo nilikuwa natamani tuangazie dalili kuu utakazoziona na zitakazo kufahamisha kuwa mtoto wako ni mtoto mwenye akili ya juu zaidi, au ni genius, au yuko talented. Watoto wa aina hii wako wengi katika jamii, lakini tumeshindwa kuwatambua na tumekuwa tukiharibu vipaji vyao kwa sababu ya makosa mbalimbali, ambao kwa somo linalokuja nitakuja kuyafafanua. Lakini leo tutaangazia dalili za kujua kuwa mtoto wako ni genius au yuko talented, amebarikiwa na Mungu kipaji cha pekee. Dalili ya kwanza ambayo utakayoiona na kugundua mtoto ana uwezo wa juu ni udadisi wake. Watu wengine wamekuwa wakisema ni vivuruge, lakini sio neno zuri kumtamkia mtoto wako. Ni vizuri sana ukasema tu udadisi, wala sio utundu. Huyo mtoto anakuwa anauliza maswali mengine mpaka yanamkera mzazi, anaamua kumkaripia mtoto, lakini sio vizuri kumkaripia mtoto. Mtoto anapokuuliza swali, mjibu kwa ufasaha. Epuka kumpa majibu ambayo yako partial. Mpe jibu sahihi. Akikuuliza hiki ni kitu gani, mwambie hiki ni kikombe kinatumika kunywea uji au kuchotea maji. Hiki ni chakula gani? Hiki ni chakula fulani, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kupitia maswali hayo unaendelea kumjenga mtoto, lakini unaendelea kutengeneza imani yake juu ya wewe anayekuuliza. Atakuuliza mengi na mengi zaidi, na hiyo kuuliza ndo kunafanya mtoto azidi kupanua ubongo wake na kukuza ujifunzaji wake. Dalili nyingine, watoto hawa wamekuwa wakifanya mambo ambayo yako juu ya umri wao. Katika somo lililopita nimekuelezea kwa Jean Piaget amegawa katika makundi mbalimbali, lakini unakuta mtoto yuko kwenye pre-operation stage, ila anaweza kufanya mambo ambayo yanafanywa na watu wenye wako kwenye makundi ya formal operation stage. Hii ni dalili nzuri kwa mtoto wako anapokuwa anafanya matendo yaliyo juu ya uwezo wake. Mfano, mtoto wa mwaka mmoja mpaka miaka 2
sio rahisi kuwa anaiga vitu, kuwa na misamiati mingi, kuwa na mambo ambayo, maswali magumu ambayo hata mzazi wezi, muda mwingine unajiuliza huyu mtoto anauliza nini. Lakini unapomuona mtoto katika hali hiyo, tambua ya kwamba huyo mtoto ana dalili za kuwa na akili kubwa zaidi, ndio maana anafanya mambo ambayo yamemzidi umri. Dalili nyingine, watoto hawa wamekuwa na hali ya kuchoka haraka wanapokuwa darasani, wanapokuwa kanisani, wanapokuwa wanacheza na wenzao. Watoto hawa huwa wanachoka haraka sana, yaani hawana ustahimilivu wa kufanya jambo moja kwa muda mrefu. Na katika kuwaenda watoto hawa madarasani, huwa tunashauri sana wapewe maswali mengi kuliko wengine, maana usipofanya hivyo watamaliza maswali yao, wataanza kuwasumbua wengine, na mara nyingine, sio mara zote, wanakuwa ni wasumbufu darasani. Akishamaliza kazi zake, akishaelewa, anaanza kucheza. Kwa hiyo na mwalimu anapokuwa anafundisha hao watoto, anatakiwa kujitahidi kwenda haraka haraka ili asimboe mtoto. Hiyo ni dalili mojawapo, ambapo wengine wanasema ni wasumbufu. Sio wasumbufu, lakini wanahitaji kazi nyingi ili waweze kufanya kazi kwa muda mrefu na kuwatengenezea uwepesi wa kutokuwa na muda mwingi wa kuchezea, muda mwingi wa utumie katika kufanya mambo ya muhimu yatakayowasaidia kwenye maisha. Sio lazima wape kazi, unaweza ukawapa kazi nyingine za kiubunifu, ambapo tunakuja kuona hiyo ni sifa nyingine ya mtoto mwenye uwezo wa juu wa kufikiri, ambayo inasema anafanya mambo ya kubuni mara kwa mara. Yaani unapompa kitu fulani, unashangaa ni kikombe, lakini anakifanyia kazi nyingine. Ule sio ujinga, anakuwa anajaribu kugundua au kubuni matumizi mengine ya kikombe, japo anaweza yakawa sio sahihi. Lakini pia kuna namna fulani watoto wanafanyaga, unakuta anafinyanga, amekosa udongo wa kufinyangia, anatumia mate yake kufinyanga. Unapoona dalili kama hizo, ni dalili mojawapo ya mtoto wako kujifunza kutatua matatizo madogo madogo anayokutana nao kwenye maisha. Dalili nyingine ambayo mtoto wako utaweza kujua kuwa ana uwezo wa juu sana, ambayo sio rasmi sana, lakini wanasema mtoto akiwa na mwandiko mbaya, inaonyesha ni dalili mojawapo ya mtoto wako kuwa genius. Lakini sijaithibitisha, nimeiona baadhi ya watu wakiitumia kwamba huu mwandiko huu atakuwa ni daktari, huu mwandiko atakuwa ni mtu fulani. Lakini hayo niliyokupatia ndo baadhi ya mambo ambayo ukiyaona utagundua mtoto wako ana uwezo wa juu katika kufikiri, katika kuuliza na katika kutendea kazi yale anayoyafikiri. Asante, karibu tena katika somo letu jingine linalofuata, lakini usisahau kusubscribe, kushare pamoja na comment ili uweze kupata masomo mengine mazuri zaidi ya hili.